Ndio wapendwa katika Bwana, leo tupo katika kipindi chetu cha ujana ujanani, ambapo tupo na ndugu yetu Peter ambaye mnamuona hapa leo, ambaye amepata matatizo katika ujana wake. Kwa bado amezaliwa ni mtu ambaye alikuwa anaona vizuri kabisa, lakini katika jitihada za maisha akajikuta basi ni kipofu. Leo tuko naye katika kipindi chetu cha ujana ujanani, ambaye atatuelezea jinsi gani na namna gani aliweza kuwa kipofu ikiwa alizaliwa kutoka tumboni mwa mama yake akiwa ni mtu kabisa anayeona vizuri. Karibu sana ndugu yetu Peter. Asante sana ndugu msikilizaji. Ndio. Unavyonisikia au unavyoniona. Ndio. Naitwa Peter Sima. Ndio. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Unavyoniona au unavyonitazama, sikuzaliwa nikiwa hivi. Nimezaliwa nikiwa mzima kabisa, nimesoma shule za msingi. Nimemaliza shule mwaka 91. Baada ya kumaliza kusoma nikawa niko hapo vijijini naendelea na maisha ya ujanani pale. Basi ghafla nikakutana na changamoto. Baba yangu akawa na mgogoro na shamba na jirani moja. Basi baada kupata hiyo changamoto na nini kidogo. Baada ya baba na jirani wakawa wanagombania hilo shamba. Basi siku moja nakumbuka baba akaniambia ukawafukuza wale mapunda. Ndio. Ukafukuze mapunda. Nikawaenda kuwafukuza, lakini mimi nilikuwa naona ni kama punda, lakini kumbe sio punda. Ndio. Ndugu yangu nilikuwa nadhani ni punda wa hivi. Kufukuza hiyo punda. Ndio. Punda kanimwagilia mchanga kwenye macho. Nilivyomsogelea, baada kunimwagilia ile mchanga kwenye macho, ndugu yangu anashangaa, basi kaingia machoni. nikashikwa na mshangao sana. Ndio. Punda namna gani huyo ananimwagilia mchanga? Nikashikwa na mshangao, nikasimama. Basi nikashikwa na mshangao. Punda wa namna gani huyo? Nikachukua kitambaa nikafutafuta. Ndani ya siku 2-3. Nilidhani mchanga wa kawaida, lakini kumbe sio mchanga wa kawaida. Ndio. Tokea hapo Macho yangu yakiangalia ndipo macho yangu yakaanza kuuma. yanatiririka machozi. Nikafanya jitihada za kila namna. Ndugu yangu macho yangu yakaanza kutiririka machozi. Nikaenda hospitalini. Ile bado kwa sijaokoka, nikapita kwa waganga wa kienyeji. Lakini katika jitihada hizo zote sikuona mafanikio. Na ndipo tatizo likaendelea hivyo mpaka ikafikia mahali nikapoteza kutokuona. Sasa nafikiri tatizo ambalo limepelekea wewe ukaingia kwenye hali ya upofu ni migogoro ya ardhi ambayo walikuwa nayo wazazi. Ndio. Na nadhani mpaka sasa hivi watu wengi wamekumbana na migogoro kama hiyo ambao wazazi wao wanakumbana nayo, lakini inakuja kuaffect watoto wao. Yes. Lakini pia wewe ulipopata ulemavu huo wa macho ulikuwa bado hujaoa. Ulikuwa bado sijaoa. Ndio. Na vipi huyo mwanamke alikukubalije ikiwa tunajua wanawake wengi wamekuwa ni wagumu kwa watu ambao ni hawaoni? Asante sana kwa swali hilo ndugu msikilizaji. Ndio. Ni kweli nimekutana na changamoto kama hiyo. Nimetafuta zaidi ya wasichana wa 4. Huyo ambao nimeoa ni 5. Na nimempata kanisani baada ya kuchukua hatua ya kumwamini Yesu. Nikaingia katika maombi. Ndio. Na katika yale maombi ndipo nikampata huyu mwanamke. Na kweli nilipata maswali mengi. Wengine wananiambia wewe huoni, utanichukua, utanifanya nini, uwezi, hata kipato huna. Kweli unatamani unioe, lakini sasa ninavyokuangalia kwa hali ulionayo, Ndio. kwa kweli hata mahitaji mimi huwezi kunisaidia. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, nilikutana na maswali kama hayo. Ndio. Lakini maswali bora kwa wengine wananibeza, wengine wananitukana. Yaani sitaki nisogelee wala kunisemesha, yaani ondoka kabisa. Nilikuwa na kemea, nafikiri kama jambazi au mchawi fulani anavyofukuzwa. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, nilikutana na changamoto kama hiyo. Lakini pia kwa jamii uliokuwa unaishi. Ndio. Kumbuka wewe umepata ulemavu wakati umeshakuwa. Ndio. Vipi hali uliokuwa nayo pale, watu walikuwa wanakuchukuliaje, na unyanyapaaji ulikuwepo kwenye sehemu ulipokuwa unaishi au walikuchukulia kawaida sana? Hawajanichukulia kawaida. Ndio. Kwa hali nilionayo, wengi wameninyanyapaa, hata kunishika mkono hawataki. Kunisogelea hata kukaa na kupiga story au kula chakula pamoja hawataki, kwa sababu ya hali ya kutokuona. Yaani nimeshikwa na mawazo, maswali mengi kwa najiuliza, hivi kupata upofu ndio, yaani watu wanashindwa kunisogelea kama mnyama fulani ambayo
labda na makucha makale wanaweza nikamkangua mtu. Ndio. Watu wamenitenga. Yaani nilitengwa zaidi ya miaka 2. Ukaa ndani kunisemesha, hata kunisalimia watu hawanisogelei. Kwa hiyo nilishikwa na changamoto kama hiyo. Watu yani marafiki zangu walipoona nimepata hali walijitenga na mimi. Yaani nikawa niko peke yangu tu, lakini namshukuru Mungu alipokuja mchungaji na kunihubiria habari njema ya neno la Mungu. Nilipopata wokovu ndio nikapata amani na nikaendelea na hiyo amani, hata nikapata marafiki pia. Lakini pia kutokana na ahadi uliyopatwa hiyo, vipi ulichukua au serikali ya mtaa ulipokuwa unaishi walikuchukulia wakakusaidia katika hali uliyokuwa nayo, au ndio vile tena walikunyanyapaa katika eneo uliyokuwa? Serikali pia ilininyanyapaa. Ndio. Kwanza nilipofika na kuniona na hali nilionayo hii, kwanza hawataki kuzungumza na mimi. Hata nikiwaambia kwamba nisaidieni kwa ajili ya mapungufu nilionayo, mahitaji mbalimbali, chakula, mavazi, mtu anaitikia, lakini humwoni akutekelezea ile ombi lililo. Ndio. Lakini pia tukumbuke wewe unaishi mkoani. Unakuja humu Dar es Salaam kwa muda mdogo na unarudi kwa ajili ya utumishi. Lakini pia wewe umesema kama ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ndio. Changamoto gani umekutana nayo katika swala zima la uimbaji ambayo wewe unalitumikia kwa sasa hivi? Changamoto niliyokutana nayo katika uimbaji wa nyimbo za Injili, kwanza watu walio wengi na walio na studio hawaniamini. Wanaona ni kama siwezi kufanya hiyo huduma. Na kwanza wengine pia wameniibia, wamenidanganya kwamba naweza nikakurekodia, nikampa hela, mtu anaishia sioni anaelekea wapi. Kwa hiyo nimekutana na changamoto kama hiyo. Hata kusafiri nimempa mtu hela, kumbe nimemzidishia, lakini tayari baadaye anakuja kukaa nakuta ameshaniibia. Kwa hiyo nimekutana na changamoto kama hizo. Njiani, barabarani, wengine hata kukushika mkono ni kwangu. Kwa hiyo kunyanyapaa bado kupo. Ndio. Na vipi kuhusiana na familia yako, wanakuchukulia je na hii hali ulionayo? Kwa kweli familia yangu kama mke wangu na watoto